Karibu katika somo jingine siku ya leo, somo linalosema mtoto Samueli akiwa hekaluni. Katika Samueli 1 sura ya 2 pamoja na sura ya 3. Asema Elkana na mke wake Hana walirudi nyumbani na yule mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele za Eli. Nafikiri Samueli alilia kuachana na mama yake na mama pia alilia. Ila tunapoweka nadhiri zetu tusifanye dhihaka kwa kutozitimiza. Mama huyu alimfanyia kanzu ndogo na kuileta akija kumuona mara moja kwa mwaka. Eli alimbariki Elkana na kumwambia Mungu ampe uzao mwingine kwa Hana. Naye alizaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Je, tunamuona Samueli akikimbia kuwalaki baba na mama yake wakimtembelea. Samueli akakuwa mbele za Bwana na Mungu alikuwa pamoja naye. Uadilifu na mtoto Samueli unalinganishwa na uovu wa wana wa Eli ambao walikuwa wakifanya kazi kama makuhani hekaluni. Vijana hawa wawili Walawi walikuwa wakitumia nafasi zao kudanganya Wanaisraeli na kutekeleza miradi yao ya uovu. Walikuwa wakifanya mambo haya kwa sababu hawakumjua Mungu kibinafsi na hawakujali utakatifu wa majukumu yao. Basi wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, wasimjali Bwana wala watu. Walipora sadaka za nyama zilizotolewa kwa kafara huko Shilo kwa uroho, wakala hata kabla ya kuhudumu na kuweka wakfu. Watu wakiwaambia kinachotakiwa kufanya, walisema msipotupa au kuacha tufanye tunachotaka, basi tutatwaa kwa nguvu. Hivyo dhambi yao ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana walidharau sadaka za Bwana na kulala na wanawake waliohudumu hekaluni kwa nguvu. Eli alikuwa mzee na alisikia juu ya vituko na dhambi za watoto wake waliohudumu hekaluni. Wauliza kwa nini wafanye uovu huu na kuwakosesha watu kwa Bwana. Akasema mtu mmoja akimkosa mwenzake Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana ni nani atakayemtetea? Lakini hawakusikiliza sauti ya baba yao. Ni jambo la huzuni watoto kutosikiza sauti za mzazi na kuhani wa Mungu. Hatuelezwi mengi, ila wazazi pia ni vyema watoe adhabu au nidhamu wakati watoto wao wakiwa wadogo. Kutii wazazi ni amri ya 5 ya Bwana yenye ahadi ya kuishi miaka mingi. Mungu alikusudia kuadhibu, maana aliona hawana toba. Samueli aliendelea kukua akipata kibali machoni pa Bwana na watu. Ni muhimu kupata kibali machoni pa Mungu na watu pia, maana watu wanakuona na kuishi na wewe kila siku. Wanachukua habari njema zako na kukubariki, na pia wanakuombea baraka. Mungu alimwambia Eli kwamba alichagua Walawi kumtumikia kwa kuhudumu hekaluni. Kwa nini basi mnapiga teke dhabihu yangu na sadaka nilizoziamuru katika maskani yangu? Ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu wa Israeli zilizo njema. Wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Kweli tukimheshimu Mungu naye atuheshimu. Mungu hapa alisema tuheshimiane. Japo sisi ni wadogo, anatuheshimu kama tukijiheshimu. Si jambo la ajabu hilo. Basi Mungu alikusudia kuikata mbari ya baba yao kuwa kuhani. Kumwambia wazao wa nyumba yake watakufa, nami nitajiinulia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo yote nilionayo katika moyo wangu na katika nia yangu. Nami nitamjengea nyumba imara, naye atakwenda mbele ya Masihi wangu milele. Alisema haya akimaanisha hatimaye Kristo ndiye atakuwa kuhani wa milele. Mungu akamwambia kwamba watoto wake Hofni na Finehasi wote watakufa siku moja. Mtoto wa Samueli aliendelea kutumika kwa Bwana mbele ya Eli, na siku zile neno la Bwana lilikuwa adimu. Hapakuwa na
mafunuo dhahiri. Siku moja Eli akiwa amelala usiku, macho yakiwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, taa ya hekalu ikiwa inawaka, na Samueli alikuwa amelala katika moja ya vyumba vya hekalu, na akasikia sauti ikimuita, Samueli, Samueli, na akaitika, mimi hapa. Akafikiri ni Eli amemuita, akaenda kwa Eli na kusema, mimi hapa, maana uliniita? Au naam. Eli akamwambia, sikukuita, nenda kalale tena. Alienda kulala na akaitwa mara ya pili tena, Samueli, Samueli, naye alienda tena, na kuhani mkuu Eli akiwa na uhakika sauti imemuita, na Eli akasema tena, sikukuita mwanangu, nenda kalale tena. Samueli alikuwa bado hajui jinsi Bwana anavyowasiliana na mtu, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake kwa undani. Bwana alipomuita Samueli mara ya tatu, aliitikia tena na kumwendea Eli. Ndipo Eli alipogundua kuwa ni Bwana anayemuita mtoto. Japo yeye alikuwa na cheo cha kuhani mkuu na mtawala wa Israeli wa ngazi ya juu, Mungu alikuwa amemwacha kwa sababu ya kutosimamia nyumba yake vyema, na watoto wakawa wanamtawala. Basi alimwambia Samueli kwamba aende akalale, na akisikia sauti tena aseme, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Samueli alienda kulala, na akasikia sauti ile ikiita, akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Na Bwana akamwambia Samueli kwamba atatenda tendo katika Israeli, na kila atakayesikia masikio yake atawasha. Akasema anaenda kutimiza ile adhabu ya uovu wa nyumba ya Eli, na kuhukumu vyumba na nyumba yake milele, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Akasema, uovu wa nyumba ya Eli umekuwa mkubwa, hata wakiungama na kutoa kafara haitasaidia. Walikuwa wamekufuru Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, kwa kuwa alikuwa akiwaambia wajirudi, nao wakataa kusikia. Mpaka sauti hii ikatoweka. Mtu mmoja alisema kwamba upendo wa namna hii kwa watoto ni upendo feki, kwani mioyo yao ilikufa ganzi na dhamira haikuwashtaki walipotenda uovu. Alipomaliza kupata ujumbe wa Bwana, Samueli alilala mpaka kesho yake, na akajaribu kuepuka kumwambia Eli yale aliyoambiwa na Bwana kwa hofu, maana alikuwa mkuu wake. Hata haijulikani kama alipata usingizi vizuri, maana alimpenda Eli na Eli alimpenda. Alikuwa kama baba yake na hakupenda kumpa habari mbaya. Basi Eli alimuita Samueli na kumwambia, ni neno gani alilosema onawe? Na kusihi usinifiche. Samueli akamwambia maono aliyopata, asimfiche neno. Na Eli akasema, Bwana na afanye alionalo kuwa ni jema. Samueli akakuwa na Bwana akawa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lianguke chini. Watu wakatambua kwamba Bwana yupo na Samueli, na kwamba sasa alikuwa ndiye nabii. Watu wakapata tumaini la wokovu. Bwana onekana tena Shilo kupitia Samueli, na neno la Mungu likawajia Israeli kupitia Samueli. Samueli akawa mwamuzi wa 15 wa Israeli na wa mwisho. Mtu asidharau utoto wako au ujana wako. Mungu anaweza kutumia wewe akaacha wazee wakubwa. Imesemwa, afadhali fukara mwenye hekima kuliko mzee mfalme mpumbavu, au afadhali kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee aliye mpumbavu. Jambo la muhimu ni kusikiza sauti ya Mungu na kutii mapenzi yake, naye atazungumza nawe hata ukiwa mtoto mdogo. Tunaona Samueli alileta furaha kwa wengi kwa sababu alikubali mwito na Mungu na kutenda kwa uaminifu. Mungu ana mpango na maisha yako. Je, hutamwomba Mungu akusaidie kumfuata na kujipa furaha wewe mwenyewe na wengine pia? Inawezekana kumpa mtoto mafunzo au malezi mazuri nyumbani na bado yeye akawa mwana mpotevu. Kwa mfano, Kaini na Abeli walelewa na wazazi wale wale, lakini mmoja alikuwa muuaji na mwingine mtoto mzuri wa Mungu. Baada ya kusema haya,
Tunajua kwamba mafunzo mazuri nyumbani ni sharti la kwanza katika kukuza tabia nzuri kwa watoto na vijana. Eli alihusika na kile watoto wake walichokitenda, na Hana alishiriki katika kukuza tabia nzuri ya Samueli, yote ili yawe sawa. Ukweli huu unashikilia: mfundishe au mlee mtoto katika njia ipasavyo kwenda, naye hataisahau au kuchepuka hata atakapokuwa mzee. Mithali 22:6. Eli alikataa kuadhibu watoto wake, naye alijipatia matokeo mabaya. Hana na Elkana walimfundisha Samueli njia inayopaswa kwenda, na hata ushawishi mbaya wa watoto wa Eli haukuweza kumpindisha, japo alikuwa mtoto mdogo. Wale ambao bado tunalea watoto, tafadhali tulikumbuke hilo na kupiga magoti tukiwaleta watoto wetu kwa Mungu kwa maombi. Mama na baba dhaifu wakiwa magotini ni nguvu tosha. Tuombeane katika safari hii, hasa katika ulimwengu wa utandawazi, simu, media, vyombo vya habari, televisheni, kompyuta na kadhalika. Mungu ataliheshimu jina la Yesu katika maombi yetu. Kila ahadi katika neno la Mungu ulipatia jambo la kuombea, ukiwasilisha neno la Yehova aliloahidi kama uhakikisho wetu. Haijalishi baraka yoyote ya kiroho tunayohitaji tumependelewa kuidai kupitia Yesu, tunaweza kumwambia Bwana kwa unyenyekevu na usahili mtoto kile tunachokihitaji haswa. Tunaweza kumwambia mambo yetu ya muda mfupi, tukamuomba mkate wa mavazi na mkate wa uzima na joho la haki ya Kristo. Baba yako wa mbinguni anajua kuwa unahitaji vitu hivi vyote, na umealikwa kumuomba kuhusiana na hivi vyote. Ni kupitia jina la Yesu kwamba kila neema inapokelewa, na Mungu ataheshimu jina hilo na atakidhi mahitaji yako kutoka katika utajiri wa ukarimu wake. Anatoa kwa uhuru mkubwa. Samueli alivaa nguo gani? Mama ana ushawishi wa aina gani kwa mtoto wake? Mungu alimtokeaje Samueli? Kwa nini Mungu alimuacha kuhani Eli? Je, watoto wa Eli walijilaanije? Je, Mungu anafanya kazi na watu wa umri gani? Kwa nini utii ni bora? Je, unafikiri baba na mama Samueli walifikiriaje walipoona mtoto wao amekuwa nabii? Kwa nini Eli analaumiwa na watoto walikuwa watu wazima? Je, tunawezaje kuondoa unyanyapaa kwa wale ambao hawana watoto au ambao hawakuolewa? Kwa nini ni vyema viongozi wa kiroho wawachukue vijana na kuwashauri na kuwafundisha kazi? Unajuaje sauti ya Mungu inapokuita? Hayo ndiyo maswali ya leo. Basi Mungu akubariki sana mtoto na kijana wa Yesu. Mpaka wakati mwingine, ni mimi msomaji wako Daniel Mgopa.